jaribu lililobeba kusudi. Je, kuna majaribu yaliyobeba kusudi? Kwamba mimi napita kwenye moto, alafu kwenye moto ule kuna kusudi la Bwana. Napita kwenye shida, kwenye mapito, eti mapito haya yana kusudi la Bwana. Kitabu cha Yakobo anasema, furahini mnapoangukia katika majaribu. Ni nadra sana kumwona mtu anafurahia mateso. Unamtembelea mtu hospitali anaumwa, yani yuko tight, anasema hakuna nyakati nilizofurahia kama hizi, hakuna nyakati nilikuwa na raha kama hii, kuwepo kitandani na mwezi wa pili. Mungu tukuzwe, asante. Umeshakutana mtu namna hiyo anayefurahia yuko kwenye pito, yuko. Jaribu ni kipimo cha imani, lakini jaribu linatunyenyekeza. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 2 na wa 3, kwamba utashika amri zake au sivyo. Samueli wa kwanza sura ya 9 mstari wa 1 mpaka wa 14. Hapa tunaona habari za mzee Kishi. Kishi alikuwa baba yake Sauli, na Mungu anatafuta mfalme atakayetawala juu ya Israeli, atakayewaondoa Israeli kwenye mateso yale ya Wafilisti. Anampata wapi huyu mtu? Mungu katika ramani zake alikwisha kumpata. Kuna mtu anaitwa Sauli. Huyu Sauli naona kwa wakati huu anafaa, kwa sababu Sauli alikuwa na moyo wa kumpenda Mungu kwanza, na Mungu akamtuma nabii wake. Mungu akaangalia ile mazingira kutoka alipo nabii Samueli kwenda kumfikia Sauli mahali alipo, hakuna usafiri, na wakati huu Mungu hakuwa na mpango wa kumpeleka kama Elia alivyomtwaa kwa lile gari la moto. Ni mahali parefu. Kuliko kumtesa mtumishi wake, ilimlazimu asababishe tukio ambalo kwenye familia halitaleta furaha. Maana kumbuka, tunapozungumzia habari ya mifugo, huo ndio ulikuwa utajiri wa watu wa Agano la Kale. Wafugaji ni wengi, ni rahisi kuuliza, jamani, hamjaona mifugo yangu huko? Lakini wametembea na kutembea na kutembea, wanatafuta, mpaka Sauli akasema hapana, sasa isifike mahali baba yangu akaingia kwenye mawazo tukampa shida, akaanza kutufikiri sisi kwamba tumepotea, na sisi asifikiri mifugo tena. Kwa tafadhali turudi. Ndipo yule mfanyakazi wake akapata ufahamu ya kwamba huwa tunasikia kuna nabii yupo. Akasema kanuni huwa hatuendi mikono mitupu kwa nabii. Unapokwenda ili akutabirie kitu, ni lazima uwe na kitu mikononi. Unaweza ukaona ule utaratibu wa Naamani jemedari aliyekuwa na ukoma. Wakati anaenda kwa Elisha, hakwenda mikono mitupu, alikwenda amejipanga na vito vya thamani, kwa sababu ilikuwa ni desturi kwamba huwezi kwenda kwa mtumishi wa Mungu mikono mitupu. Sasa akamwambia tuna nini? Akamwambia kama huna, mimi nina shekeli kidogo. Wakati wanakwenda wakakutana na wale mabinti wanakwenda kuteka maji, wakawauliza wakasema nendeni mwelekeo huo huo. Kwa bahati nzuri sana wakamwona kwa mbali anakuja. Walipouliza ya kwamba tunamhitaji muonaji, akasema mnayezungumza naye ndiye mnayemtafuta. Akawaeleza. Baada ya kueleza habari ya hao punda waliopotea, yeye akaeleza lile kusudi la Bwana lililo ndani ya punda kupotea. Haleluya! Akawaambia ya kwamba Bwana amesema nami, anatafuta mtu anayeitwa Sauli. Bwana amenituma kwako toka jana ili nikuweke wakfu kwa ajili ya kazi yake. Ukishatimiza kusudi la Bwana, punda wako watapatikana wapo. Kuna jaribu linalokuja, lakini ndani yake likiwa limebeba kusudi la Mungu aliye hai.